Naam, karibu wapenzi watazamaji katika lecture namba 3 ya Adobe Photoshop Professional. Na katika tutorial ya leo tutazungumzia kwa uchache sana kuhusiana na Adobe Photoshop, ikiwa hii ni lecture namba 3, na kisha tutajumlisha kidogo na Microsoft Publisher kwa uchache, tuone kwamba hivi vitu vina uhusiano kiasi gani kati ya Adobe Photoshop na Microsoft Publisher. Katika tutorials zilizopita tulizungumza kwamba Adobe Photoshop ama Microsoft Publisher inatusaidia sisi kutengeneza identification card, yani vitambulisho, inatusaidia sisi kutengeneza vyeti, inatusaidia sisi kutengeneza kadi za mialiko, inatusaidia sisi kutengeneza business cards, inatusaidia sisi kutengeneza vipeperushi ama brochures, inatusaidia sisi kutengeneza logos na vitu vingi ambavyo tunavitumia katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo Microsoft Publisher itatusaidia kutengeneza vitu hivyo pamoja na calendars na masuala mengine kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo kwa madam kwamba hivi vitu ambavyo tutavitengeneza vitahitajia tutumie picha kuweza kuvitengeneza. Kwa hivyo picha hizo itakuwa vizuri kama utakomesha ziedit katika Adobe Photoshop na kisha ukazienda kuzitumia katika Microsoft Publisher. Kwa hivyo katika somo letu la leo tutaangalia Adobe Photoshop na tutaangalia Microsoft Publisher. Na katika hiyo publisher ambayo tutaangalia ni kwa namna gani tutaweza kutengeneza brochures. Katika tutorial iliyopita ya Microsoft Publisher, nadhani kwenye lecture namba 2, tuliangalia namna kutengeneza vitambulisho. Vitambulisho vinatengenezwa vipi? Kwa hivyo katika lecture ya leo tutaangalia namna ya kutengeneza brochures. Kwa mfano, kwa kujikumbushia tu hapa, nikija kuangalia katika tutorial iliyopita tuliangalia namna ya kutengeneza vitambulisho. Kwa mfano nikifungua hapa utakuja kukuta mfano wake ni kama huu hapa. Vitambulisho tulishaangalia katika tutorial iliyopita kwamba hivi vitambulisho tunavitengeneza vipi. Kwa hivyo leo tutaangalia namna ya kutengeneza hizo hapo brochures, lakini kwa msaada wa Adobe Photoshop, kwa ajili ya kwamba itatusaidia sisi kutengeneza picha ambazo tutazitumia katika Microsoft Publisher, right? Kwa hivyo ili kuweza kufanya kazi na Adobe Photoshop ni lazima uwe na folder ambalo kwa litakuwa na picha ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuzimanipulate. Kwa mfano mimi nina folder langu hili hapa, lina picha kadha wa kadhaa, picha nyingi tu hizi hapa. Kwa hivyo nitalitumia folder langu hili kwa ajili ya kuedit picha katika Adobe Photoshop, right? So na open Adobe Photoshop na click start, then all programs, then nafungua Adobe Photoshop. Hii hapa Adobe Photoshop 7.0. So nitakliki Adobe Photoshop. Naam, imeshafunguka. Okay? Kwa haina haja kupoteza muda kwa sababu ni vitu tulishavisoma. Kwa hivyo tunaenda haraka ku open new canvas. Kwa height labda pengine 400, width 400, labda height 300. Kwa tunaenda haraka kwa sababu hii tulishaifanyia kazi. Right? Then ninachagua picha za kuziedit hapa. Ni picha gani ambayo kwa nataka haswa kuiedit. Picha gani ambayo kwa haswa nataka kuiedit. For example hii hapa nitakuja kuidrag hapa katika Adobe Photoshop. Hii hapa imekuja, na hii hapa na nyingine. For example hii hapa, right? Kwa hivyo picha zangu hizo hapo nimeshaziadi hapo, hizo hapo. Lakini working space yangu naona kama ni ndogo vile. Hii hapa, hii canvas, contact cancel, nitakuja ku click file, then new, na kuweza kuitengeneza ambayo kwa kidogo ina ukubwa kubwa, pengine 700, upana wa 700 na urefu wa 400. Na hii kidogo inaonekana ni kubwa, right? Now, kwa hivyo nitakuja ku add a new layer. Hapa katika ile layer palette nitakuja ku click hapa kuweza ku add new layer. Tayari imeshakuwa added japo kuioni, right? Kwa katika layer hii nitaweka attribute ya colors, nitajichukua text box, default inakuwa menu haya text box. Then nitakuja ku click, nita right click na kuselect gradient tool
kisha nita draw hapa namna hii. Okay, sorry, ni add new layer hapo, then na click gradient tool namna hiyo. Okay, labda picha yangu ya kwanza kuedit itakuwa hii, kwa nita click na kuidrag katika canvas. Tulisema kila kitu lazima ukiweke katika canvas. Ukiona una click picha kama hivi afu unaiweka hapa haitokei, unajaribu kuzidelete hizi picha zote tulizoziweka hazionekani, una delete, then una delete, right, then una delete, unajaribu kuchukua picha nyingine, kwa mfano hiyo inaonekana. Okay, kwa hivyo hii file extension yake inatuzuia sisi kuweza kuiedit, kwa hivyo unaachana nayo na remove. Kwa hiyo tunaiedit hii tunataka tuiedit, yani tutoe nikija kuclick apply, tuje tutoe hizi takataka za nyuma, ibaki picha kama ilivyo. Kwa hiyo utachagua hii hapa, kifaa hiki hapa hiki. Okay, utachagua hiyo magic wand tool, then utaiselect kuclick na kuondoa zile sehemu ambazo zina color similarities, tulishaona katika tutorial 1. Kwa hiyo ukiclick hapa tutakuta zimeondoka sehemu zenye color similarities, lakini picha haionekani vizuri. Kwa hiyo unakuja kwenye edit step backward, edit step backward na kuirejesha picha katika mandhari yake ile ya mara ya kwanza. Okay, kwa hivyo hapo inatakikana utumie kifutio hiki hapa kuweza kufuta sehemu moja baada ya nyingine. Kwa hivyo hii inataka time kuweza kufuta na kuacha picha yenyewe, kuweza kufuta zile background. Kwa hiyo hiyo inataka time. Kwa hiyo tuna delete picha yetu, tunatafuta picha ambayo itakuwa ni rahisi kuedit ili kuweza kuokoa time. Right? Na hii hapa tunaichukua, tunajaribu kuiweka katika workspace kuiona namna ya kuedit. Tuna ile use size, iwe size kidogo ambayo kwa ni ndogo. Right? Namna hiyo. Okay. Kwa hizi picha ni picha ambazo source nimezitoa katika mtandao. Kwa hiyo nataka nifute baadhi ya vitu, niweke vitu ninavyovitaka mimi kulingamana na kitu nitachoenda kukipublish. Kwa nakuja katika kifutio hapa. Okay? Then ninafuta hii certificate courses. Sorry. Edit. Step backward. Labda hii ni replace kwa kuweka kitu hapa. Then nitakuja katika faili langu lenye picha Photoshop, then nitakuja kuchukua hii hapa, nitaidrag katika Photoshop yangu namna hii. Nitachukua hii nitaidrag hapo namna hiyo, na pengine hizo mbili zinatosha, labda na hii hapa, kisha nitaidrag katika working space yangu. Sorry. Okay, ikishakuwa nimeadd tunaweza nikaliplace hii hapa, yani nikaliplace hizi sehemu ambazo kwa sizihitaji. Kwa hiyo nitakuja kuselect kwanza move tool kwa ajili ya kuweza kumove object. Kwa hiyo nitaiclick hapa, nitaileta hapa, kisha nitairesize. Sababu ni kubwa sana, nitairesize namna hii kupunguza upana wake. Okay, kwa hiyo ukuta upana huu hapa umepungua. Kwa nataka niweke hapa ni fiche hiki hapa cho sikihitaji. Kisha nakuja kwenye angle hizi angle, napeleka kasa yangu mpaka kiasi cha kwamba inabadilika umbo inakuwa namna hii. Kisha naizungusha namna hii. Okay? Kisha naileta hapa. Kae namna hii. Kwa ile object ya nyuma nakuwa nimeshaifanya nini? Nimeshaificha. Right? By then na click katika hii tool yangu hii move tool, then ku apply nini changes. Okay? Kwa hivyo vitu vingi naweza nikavireplace. Hii hapa naweza nikaireplace. For example, naweza nikaweka picha hii hapa, kureplace zile sehemu ambazo kwa sizihitaji ziweze kutokea. Kwa hiyo nitaireplace kwa kuweka pengine hapa picha hii hapa namna hii. Right? Then okay, ku apply changes.
then okay. Kwa hiyo kukuta nimesha edit picha yangu vizuri kabisa. Okay. Kwa background kile nyuma, ile background naweza hide hii hapa. Nimesha hide, imekuwa namna hiyo. Right? Then nakuja ku click save as JPEG. Then andika jina lolote, naweza kaandika mfano P, then na save katika desktop hapo. By then nakuja ku click cancel. Nakuja kufungua Microsoft Publisher kwa ajili ya kutengeneza brochures. Brochures ni kipeperushi. Na namna gani utaweza kutengeneza kipeperushi? Kwa hiyo nakuja ku click start all programs, then Microsoft Office application program na itafuta hii hapa. Then na find Microsoft Publisher. Lakini kwa sababu mimi Microsoft Publisher yangu hapa haionekani, kwa sababu nili click mfano huu, nilichukua nika drag katika desktop hapa. Kwa hivyo ndio maana hoja kuikuta ni hii hapa. Lakini kama hujafanya hivyo utaikuta pale pale. Kwa na run Microsoft Publisher. Then katika tutorial namba 2 ya Publisher tuliangalia namna gani tutatengeneza kitambulisho. Tulikuja kuchagua blank size. Katika blank size tulikuja kuchagua hapa more blank page size. Lakini kuna hizi hapa template. Template tulisema ni structure ambayo kwa imeshaandaliwa, wewe kazi yako ni kupachika tu vitu unavyovitaka mole. Kwa mfano unaweza ukachagua labels. Hii itakusaidia wewe kuweza kutengeneza nini? Kutengeneza labels kadhaa wa kadhaa. Okay? Kwa hapa utachagua label gani unataka kutengeneza. Label gani ambayo kwa haswa unataka kutengeneza. Kwa utachagua label yoyote hapa. Hapo utachagua label yoyote unataka wewe na kuweza kuifanyia editing. Okay? Ama unaweza kuchagua namna kutengeneza pengine calendars. Utakliki hapa kisha utatengeneza calendars kwa kutumia hii Microsoft Publisher kama tulivyosema kwamba inatusaidia kutengeneza na calendars. Kwa utachagua template. Hizi ni template. Template tulisema kwamba ni structure ambayo imeshaandaliwa, kazi yako ni kupachika tu vitu na kila kitu kimeandaliwa. Kwa utachagua structure unayotaka, lakini katika tutorial za mbele tutakuja kuangalia namna ya kuzitumia hizi templates kwa ajili ya kutengeneza calendars. Right? Okay. Vile vile unaweza kuchagua kutengeneza brochures. Ndio somo letu la leo, tunatengeneza brochures. Kwa hivyo brochures tunaweza tukaitengeneza kutoka katika template. Hii template. Ukiklik zitafunguka templates hapa. Utachagua ni template ipi unaipenda kwa ajili ya kutengeneza hizo brochures. Naam. Kwa kuja kuangalia templates kuna hizi, kuna hii hapa, kuna muundo huu, kuna muundo huu. Wewe unataka muundo gani? Kuna miundo kadhaa wa kadhaa. Kuna huu. Ipo miundo mingi ya kutengeneza hizo templates. Kuna huu hapa. Kwa unaweza click huu, zeni ukakliki. Hapa inatakikana click create, lakini kwa sababu hii bado haijakuwa downloaded, una click download kuidownload. Hizo zote unazidownload. Hazijakuwa downloaded. Unai-download kama una network connection, kisha una-download inaingia katika Microsoft Office, kisha unaweza create brochures kutoka katika hizo template. Kwa ukiangalia umbo lake jinsi lilivyo ndio hivyo itakavyokuwa ukishaifungua. Kwa hivyo hivi ambavyo vipo ndani vipicha unavitona eka vya kwako, na haya maandishi unayatona eka ya kwako. Ndio maana ya template. Na hata structure hii hapa, hivi ambavyo vitaki unatona eka vya kwako. Lakini mwisho wa siku kwamba structure uliotumia unakuwa umeshaandaliwa, wewe umepachika vitu unavyovitaka wewe. Okay? Hivyo hizo ni template. Lakini tunaweza tukatumia blank size, blank page, yani kwa maana kwamba kutengeneza brochures. Ndio hicho ambacho tunataka tujifunze. Kwanza ujifunze kutengeneza kwa kutumia blank page. Ukishaelewa kwenda kutumia template na kwa rahisi. Kwa sababu template utakuta tayari umeshakuwekea kila kitu, sema wewe unafanya kupachika tu baadhi ya vitu. Kwa hivyo nitakuja kuchukua hii blank pages. Lakini tulisema katika masuala ya kuprint tuna print mara nyingi is A4. So katika A4 tuna A4 portrait na tuna A4 landscape. Landscape manake ndio kama hii A4. Unaona A4 portrait inasimama namna hii. Ni kama ukubwa wa karatasi ya rim tu. Na tuna A4 landscape ambayo kwa namna hii. Sasa brochures ya leo tunatumia
A4 landscape. So na select then na click create, itatokea namna hii. Kwa hivyo nataka ni add portions kwa ajili ya kufanyia kazi hapo. Kwa nitakuja katika page design, then nitachagua guides, then nitachagua hii hapa itanifaa zaidi. Hii hapo imetokea. Then nita arrange guide yangu namna hii. Okay? Kwa hivyo block yangu itakuwa na sehemu tatu. Kwamba kitakuwa kama kijitabu. Hapa patakuwa mbele, naam. Then hapa patakuwa kati, then huku kutakuwa nyuma. Kwa hivyo hii ni karatasi ambapo ukishaiprint itakunjwa mara tatu. Itakunjwa kwa vipande vitatu. Kwa hiyo kipande cha kwanza kitakuwa hiki, kipande cha pili kitakuwa katikati, kipande cha tatu kitakuwa huku kulia. Kwa hivyo hapa patakuwa mbele. Ina maana hapa patakunjwa, kutoka hapa kwenda kushoto patakunjwa, patatumbukizwa kwa ndani, kwa hiyo patakuwa kwa nyuma, na hapa patakunjwa, patatumbukizwa kwa ndani, patakuwa kwa nyuma zaidi. Kwa hivyo hii itakuwa mbele, hii itakuwa kati, na hii itakuwa nyuma. Kwa mwisho wa siku kitakuja kuonekana hii brocha yetu, kipeperushi kitakuja kuonekana sehemu hii tu ya mbele ndio itakayoonekana. Hii hapa itakuwa kwa nyuma na hii itakuwa kule kwa nyuma, itakuwa zimekunjwa namna hiyo. Alright? Kwa hivyo ili kuweza kufanya kazi ndio maana nimeitandaza namna hii. Baada ya kuitandaza namna hii, nafanya kazi na portion moja baada ya nyingine. Nitafanya kazi na portion hii hapa ya kati, nitafanya kazi na portion hii hapa ya mbele, nitafanya kazi na portion hii hapa ya nyuma. Nimeweka hii mstari ili kuweza kutovuka mstari, yani maana usivuke mstari huu. Unaona mstari huu ndio utaniwezesha mimi kunisaidia kufahamu kwamba nipo katika sehemu ya kati. Hapa nipo katika sehemu ya mbele na hapa nipo katika sehemu ya wapi? Ya nyuma. Tumesema masuala ya kupublish ni yanataka kipaji aswa arts, yani kwa maana kwamba unataka kupublish nini na vitu gani uweke mule. Kwa hiyo ni jambo ambalo sio la kumuuliza mtu kwamba nifanyaje, niweke picha gani, niweke rangi gani. Maana ukiuliza maswali kama hayo, wewe kazi hii na kwa tena haikufai. Kwa sababu masuala ya kudesign ni wewe yatakikana kuwa mbunifu. Na ndio maana katika tutorial tu ya Adobe Photoshop tulielezana kwamba mtu ambaye kwa ana kipaji cha uchoraji akija kujifunza masuala ya graphic design huko katika mambo ya elektroniki, anakuwa mbunifu zaidi kwa sababu yeye kuchora ndio kipaji chake. Anajua kupangilia rangi, anajua kupangilia object, anajua kuchora vizuri. Kwa hivyo atatengeneza kitu ambacho kitavutia sana kuliko yule mtu ambaye kwa hana kipaji. Atatengeneza kitu lakini atazidiwa na yule ambaye kwa ana kipaji cha uchoraji. Kwa hivyo hapa ukishakuwa unataka kudesign kipeperushi, hutamuuliza mtu kwamba hiki kipeperushi hapa niweke kitu gani, hapa niweke kitu gani. Hiyo ni ubunifu wako. Picha utapata wapi utajua mwenyewe, na masuala mengine kadhaa kadhaa. Kwa hivyo mimi nataka nitengeneze kipeperushi labda pengine kwa ajili ya kutangaza pengine tuition fulani. Mfano nimetengeneza tuition yangu, nataka nitangaze tuition yangu. Kwa hivyo natengeneza vipeperushi kadhaa vingi, na kisha vipeperushi hivyo nitakuwa na visambaza kwa watu. Naam. Kwa hivyo kipeperushi ni ubunifu. Unataka kiwe na style gani? Mimi style niliyochagua ndio hii, kiwe kama kidaftari hivi kipeperushi changu, kwamba hapa pawe mbele, hapa pawe kati na huku kuwe nyuma. Kwa kitakunjwa. Kwa hivyo kutakuwa mbele. Ndio nilivyoamua mie. Mwingine ataamua atengeneze pengine kusiwe na mbele wala nyuma, kiwe kimoja tu kama hivi. Mwingine atatengeneza kitakuwa kidogo kidogo hivi afu ataandika maandishi. Mwingine atatumia zile templates tulizoziona kule kwa ajili ya kudesign. Kwa hivyo hilo jambo usimuulize mwingine zaidi ya wewe mwenyewe kwanza kushughulika na jambo kama hilo. So baada ya kuadi magis kama hivyo katika masuala ya kupublish kama hivi, kutengeneza publication kama hii kipeperushi, ndio maana tukasema atakikana ufahamu masuala ya nini ya Adobe Photoshop. Kwa sababu gani? Lazima utaweka picha hapa katika hili peperushi lako. Kwa picha hizo utakosha zifanyia editing kule katika Adobe Photoshop, huko unakuja kuzileta tu. Kwa hivyo hii publisher haikupi wewe tools za kuweza kuedit picha. Hii sio program ya kuedit picha. Kwa hivyo picha hakikisha umeshaziedit kule, huko unakuja kuzileta tu. Tumefahamiana eh? Kwa hivyo mfano mimi vitu nimeshaedit tayari katika Adobe Photoshop na tulishajifunza namna kuedit katika tutorial 2 ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo nitachukua picha yangu ya kwanza, nitaidrag katika workspace hii hapa. Then Hijra Tuition Center nitaisize, nitaileta katika home page. Nitaileta katika page, yani katika ukurasa wangu wa mbele huu hapa. Hapo tumefahamiana eh? Kwa hiyo itakuwa imekaa namna hiyo. Hijra Tuition Center, then nita click, nita copy na nitakuja nita paste. Control V ni shortcut ya kupaste.
hii hapa, na paste tena hapa. Sawa, na resize kuja ku resize, yani kwa maana kwamba iwe ndogo kidogo. Okay, kisha naja kuileta katika working space yangu hii hapa, lakini hakikisha unachokiedit kisivuke hii mistari iliyochora. Umefahamiana? Kisha nina paste tena, control na V ni shortcut ya kupaste, then nitaja kuileta katika portion hii. Right, itakuja imetokea namna hii, kwa na position vizuri namna hii. Okay, kama naona kubwa sana naweza nikaipunguza tena zaidi ikawa ndogo sana namna hii, kisha nikaleta paka katikati. Hii kama naona kubwa sana naweza nikaipunguza tena kawa ndogo zaidi, kisha nikaleta kati hapa namna hii. Hii kawa ndogo kidogo hivi, ndio nikaleta hapa. Kwa nini nimeweka hivi vitu katika, kwa nini hapa nimeweka vitu vinavyofanana? Kwa sababu hizi ni page tofauti tofauti. Unafahamiana? Hii itakuwa ni page ya mbele, hii page ya kati, hii page ya nyuma. Kwa hiyo hiki kitakunjwa, hiki kikaratasi kitakunjwa mara 3. Ndio maana kila kifunua huko akute title hii hapa, na huko akute title hii na hii title hii. Right? So katikati ndio home page. Kwa nitaadi vitu ambavyo kwa vitakuwa vinaleta mantiki katika hiyo home page. Kwa hivyo katika home page yangu hapo nitaadi ya for example picha hii hapa ya kwanza, na ileta katika home page, katika working space nimeshaiweka kati hii hapa. Then ya pili ya kuitaka kuileta hapo, mfano hii hapa nitaichukua, nitaileta katika working space yangu. Nimeziadi zote mbili, naweza ngazisogeza pembeni hizo picha hizo hapa. Right, hiyo inaonekana vizuri. Ngoja nitoe, kwa hiyo nitumie insert kuweza kuinsert picha vizuri. Then zipo katika desktop, then katika folder la Photoshop. Then picha ya kwanza ni hii, na click control ku select multiples. Ya pili ni hii hapa, then na click insert hizi hapa. Right, ya kwanza hiyo hapo. Okay, kwa na select na ileta katika working space yangu. Sorry, unaweza kuja zote mbili na select, kisha na position namna hii, na position namna hiyo kuileta katika home page, katika page ya mbele kabisa ile ambapo kwa nimefanya nini, nimedesign. Lakini tulisema katika masuala ya kudesign inakuwa vyema ukazium, ukaikuza ili uweze kufanya kazi na ile portion kwa usahihi. Portion nafanya kazi mimi ni hii hapa, kwa hiyo na zoom uweze kufanya kazi kwa usahihi. Hakikisha hii mistari tuliochora huivuki, hii hapa miwili huivuki, kwa sababu kila mstari ni page nyingine huko. Hakikisha hiyo mistari huivuki, kama hivi sijaivuka. Okay, na hii hapa nakuja kuileta mfano hii sehemu ya chini hapa, size namna hii, size namna hii, na hii mistari hakikisha siivuki hii huku. Kivuka maana mtakuwa mmeingia katika page nyingine, na huku chini usivuke mstari huu. Right, namna hii. Okay, then hapa naweza nika add text box hapa katikati. Hapa naweza nika add text box, na kuja katika insert, then draw text box, then naandika mfano tuition mpya imefunguliwa. Nataka Kiswahili, naweza kaandika kwa wanafunzi wa sekondari Dodoma. Okay,
Kwa hiyo baada ya kuandika kitu kama hiki, naweza nikaki highlight, then nikaja nika click insert, then world art, nikaiwekea attribute ya world art, nita click okay. Kwa hiyo itakuja kutokea namna hii. Nita resize kuwa ndogo, sorry, nataka nilete hapa. Okay. Kwa hivyo baada ya kuleta hii world art hapa, hii original text box yake na click mpembeni humu katika hizi angles, kiasi cha kwamba mouse point inabadilika shape na kuwa kama msalaba, na click na kui delete. Kwa hivyo hii ndio ile world art niliyotengeneza. Tuition mpya imefunguliwa kwa wanafunzi wa sekondari Dodoma, right? Kisha na add text box nyingine kwa ajili ya ku add other informations. Private candidate, candidates, then form 2, form 4, form 6. Ukiona umekiwa kialama hiki, na maana hizo text ni nyingi, hazitoshi, na text box ni ndogo, kwa hiyo unaiongeza size hapo. Okay, then na computer short course, right? Kwa hivyo hizi tulizoziandika hapa, unaweza kuzifanyia editing, unazi highlight, sorry, unaweza kuzifanyia attribute, unazi highlight, then ninakuja katika font style, nachagua Lucida handwriting, itakuwa imekuja, kisha na click enter. Kwa hiyo utakuta zimechange shape, zimekuwa namna hii. Then nazi highlight tena kuziwekea pengine attribute nyingine kadhaa. Then naweza nikaziwekea attribute ya rangi, ikana rangi mfano hii hapa, itaonekana namna hii, right? Naam. Kwa hivyo hii inakuwa kama ni font page. Kwa hiyo nikija katika zoom, nikitoa hii zoom, nikileta hizi, font page yetu itaonekana kama hivyo. Hiyo font page yetu itaonekana kama hivyo. Hizi ndio zitakuwa zile page za nyuma. Hii itakuwa ya katikati, itakuwa ya nyuma. Huku nitakuja kuweka baadhi ya information such as, kuweka baadhi ya information kama vile, let's find information za kuweka hapo. Tuje katika faili hili hapa, naam, tuweza kuweka information mfano hizi hapa, tuweza kuzihadi, right? Then hii form 1 kidogo namna hii, right? Hii form 6 na ipunguza size na hii namna hii. Hii form 4 na ipunguza size. Kwa hivyo hizi hakikisha unazo hizi picha nazoziweka hapa. Ndio maana tukasema lazima uwe na Adobe kwa ajili ya kuedit vitu kama hivi. Hapa nakuja kuleta tu, hii ni kwa ajili ya elimu ya QT. Okay, then kama kuna uwezekano kwa hadi picha nyingine natafuta picha za kuadd. Hii hapa nakuja kuiadi katika working space yangu. Hii hapa, kisha na iadi hapa, naleta kwa usahihi kabisa. Naweza nikaiadi maneno haya, lakini hakikisha kwamba picha yangu inaonekana vizuri namna hii, right? So naikuza ili kuweza kufanya kazi na portion hii kwa usahihi wake. Hii hapa, right? Portion hii, then hizi nazishusha chini kidogo, then hii naleta hapa. Ndio maana tukasema hii ni kazi ya kudesign, yataka ubunifu. Haitaki tena kuanza kuelekezwa hapo kwamba sasa hiki ni keke wapi, hiki ni keke wapi. Hiyo ni shughuli yako hiyo. Wewe ndio atakikana uwe na shughuli hizo zote za kuzifanya. Hakikisha mistari hii huivuki. Hii mistari huivuki. Okay? Namna hii. Right? Kwa hivyo hii ni kwa ajili form 1, form 6, form 4, QT. Then add a text box.
yetu hii hapo. Tunafundisha form 1. Just example, na copy text box. Sorry. Control C ni copy, Control V ni kupaste. Nimepaste hiyo text box hiyo. Kwa nitaileta hapa. Hapa inakuwa tunafundisha PC form 6. Right? Na paste tena Control V, nimepaste text box ile naileta hapa. Right? Tunafundisha form 4 PC. Right? Then Control V, naendelea kupaste ile then naleta hapa. Tunafundisha elimu ya sekondari miaka miwili. Kwa hivyo ukiona unachokiandika kionekani tena, maana hii ni ndogo, unaiongeza miwili. Okay? Kwa hivyo hizi naziformat na select, ama kuna style nyingine unaweza kaitumia inaitwa format pointer. I think format pointer hii hapa. Hii inatusaidia sisi kuweza kuweka attribute katika text fulani. Attribute hizo zinatoka katika text fulani. Yaani una copy attribute. Attribute hizi zinaweza nikazikopi nikazileta hapa. Yaani nitakuja hapa, nitaselect kipande hata hiki kidogo, kisha nitaklik hii format pointer. Right? Kwa nikija hapa itachukua attribute ya pale, itachukua attribute ya hapa manake, ya hii. Kwa huyu hapa nitachomfanya nitampeleka tu atachukua attribute zote za huyu. Ufahamiana eh? Kwa hivyo na huyu nitaselect kipande kidogo tu chenye attribute, na kija kuclick pointer hii format pointer, then nitamhighlight, atachukua attribute ya yule. Na huyu naye naweza kumselect hivi hiki hapo. Na hii format pointer inapatikana katika package zote za Microsoft Office. Ukienda kwenye Microsoft Word ipo, PowerPoint ipo, Excel ipo. Nadhani kwenye Access sina uhakika sana kama itakuwepo. Okay? Kuja kukuta kiti chetu hiki hapa kimetokea vizuri kabisa. Okay? Hapo unaweza kuweka maelezo ya ziada. Text box. Chola hapa. Then tunapokea wanafunzi ambao wanarudia pengine mtihani na wa kidato cha 4 na 6, michepuo yote. Kwanza kadi information tu na maabara kwa ajili ya mazoezi, nyingine na walimu wa kutosha. Okay? Unaweza kadi information nyingine inategemeana na yani, kwa mfano kama mimi hiki ninachotaka kukitoa, yani competition yangu hii, zile sifa ambazo zipo na mimi nitaziongeza hapo. Tunapatikana maeneo ya Kisasa mkabala na Sheli, for example ya Shabibi. Utaona jengo limeandikwa Hijra, Hijra tuition. Then hiki ambacho atakiona ndio kinakuwa katika quotation kama kanuni ya maandishi inavyokuwa, Hijra tuition center. Then tunapokea wanafunzi ambao
wanajiendeleza wakiwa makazini. Okay, kwa hivyo hii naweza nikaiformat na iselect yote, au naweza nikaiwekea attribute kadhaa wa kadhaa, right, na select yote. Nikisha select naweza nikaja nikaiadia colors, nikaiwekea rangi kama hivi. Nikipeleka hivi unaweza kukuta rangi ina change kule, namna hii, right, labda rangi hiyo. Then format text style, font style, naweza nikachagua font style hapa. Zipo nyingi, zipo kadha. For example hii hapo, right, kwa hiyo kuta kazi yangu imeonekana namna hii. Kwa hivyo nikija kuizoom, kuitoa zoom, inaonekana kazi yangu hii hapa. Huku naweza nika add information nyingine, maana hii itakuwa kati, itakuwa mbele, itakuwa ya nyuma, right. Then huku na add information, example na add a text box, insert, then text box, then naandika hapa namna ya kujiunga, namna ya kujiunga. Then hii namna ya kujiunga, ngoja ni zoom hichi kipande nifanye nacho kazi vizuri. Namna ya kujiunga na select, then naiwekea word art, insert, then word art, then nakuja kutafuta word art ambayo kwa ni nzuri. Hizi zote ni word art, yani style za hiyo text nataka ziwe. Namna ya kujiunga, then naipunguza size yake, na hakikisha kinachokiweka hapa hakivuki hii mistari niliyopiga huku. Then hii original naitoa, naifuta kabisa, nibakisha hii hapa kwa onekana namna hii, namna ya kujiunga. Then namna ya kujiunga, unaweza tembelea ofisi zetu zilizoko shuleni, au tembelea then www, sorry, tunaanza na protocols za http then / then semicolon www.hijra, just example, hijra dot for example .info, .info, right. Kisha pakua fomu ya usajili, jaza na peleka shuleni, right. Okay. Vitu muhimu then ni hivi hapa, then picha mbili, shilingi 5,000 ya form, right. Utalipia pesa ya fomu pindi unapopeleka fomu hiyo. Majibu utapewa kupitia namba ya simu utayoandika. Just example, right. Kwa hizi zenye text naweza nikazifanyia attribute hizi hapa, na select, then nachagua font style. Kuna hizi hapa font style nyingi kabisa, unaweza kuchagua ipi ambayo unaona wewe inafaa, inapendeza. Ukichagua
na ambayo itasomeka kwa urahisi. Si kila text ya kila style ya kuichagua. Nyingine hazisomeki vizuri, kama hii haisomeki vizuri. Kwa hiyo unachagua ile ambayo kwa itasomeka vizuri. Hapo nadhani tumefahamiana kwa usahihi. Right? Then inaweza kada text box nyingine, select text box kawa hiyo hapo. Okay? Kwa hiyo nikija kutoa zoom, kazi yangu itakuja kuonekana kama hivi. Itakuja kuonekana namna hii. Kwa hivyo huku kutakuwa mbele, huku kutakuwa kati, huku kutakuwa nyuma kabisa kule. Maana itakunjwa hivyo. Kwa hiyo itakuwa hiki ndio kitachoonekana sehemu ya mbele, lakini hizi zitakuwa zimekunjiwa kwa nyuma. Kwa hivyo hii unaweza kaiadia attribute, kaiwekea colors, page design, then background, then ukachagua hapa, ukachagua colors. Rangi gani unataka haswa kuiweka katika hiyo picha yako. Kwa hivyo yataka ubunifu na ujuzi katika uchaguzi wa rangi. Mfano hii hapo. Ukaja hapa ukachagua hivi, kawa labda pengine hivi. Wewe mwenyewe utaangalia, lakini hakikisha maandishi yanaonekana. Sio chague rangi ambayo kwa maandishi tena yakawa hayaonekani, inakuwa highlightic. Okay? Sababu pengine hiyo. Kaja ukuta mambo yanaonekana namna hii. Right? Kwa hivyo nikija katika print preview yangu, nikiprint itatokea namna hii sasa. Ile mistari niliyopiga humu haitokei. Ile ni kwa ajili ya kunisaidia mimi kuarrange kazi yangu nisipindishe. Kwa nikiprint, manake hapa nipo katika print hapa. Nikiprint manake nitakuja kuchagua hapa printer, ni printer gani naitumia. Printer zote zile ambazo umezistore utazikuta hapa. Uprint copy ngapi hapa utachagua point. Kwa hivyo hii kazi ya kuprint tena si yako, bali ni kule ambapo unaenda kuprint. Kwa hivyo nataka uniprintie publication, yani copies ziwe 20. Hapa atapeleka mpaka 20. Zitakuwa 20. Right? Kwa ukibonyeza neno print atatoa hizi 20. Kwa hivyo itatoa hii hapa. Kwa hivyo wewe kisha umetolewa kopi zako hizi, shughuli yako sasa itakuwa ni kuikunja. Huku kuna kwa mbele tumesema hiki hapa unakikunjia kwa nyuma na hiki unakikunjia kwa nyuma. Kwa hivyo inakuwa kama kijidaftari. Kwa hiyo mtu ataanza kuona hapa kwanza. Hapo tumefahamiana. Au wewe mwenyewe ni ubunifu, utaangalia hii uikunjeje. Hapa panaweza pakawa nyuma, hapa pakawa mbele. Lakini hapa ni mbele kwa sababu hii inakuwa inatoa general inatoa descriptive information na nini ambacho kimo katika kazi hii. Kwa hiyo nikizoom itaonekana namna hii. Nifahamu. Kwa hivyo katika kuprinti kuna paper za kuprintia. Sio kila paper ya kuprinti vipeperushi kama hivi. Hizi paper za rim, hizi rim paper hizi, mara nyingi tuzitumie kwa ajili ya kuprinti kazi kama hizi. Kazi za brochures, vipeperushi. Mara nyingi zinatumika zile paper zenye nylon. Ni paper ambayo kwa na nylon. Kama vile ya hizi picha tunazopiga za kawaida. Photography tunazopiga na kwenda kusafisha. Ukiangalia paper yake na kama nylon, ndio hizo sometimes zinatumika kama zile na zinakuwa ngumu kidogo. Kwa hivyo zile ndio zitatumika kuprinti kazi hii hapa. Si hizi paper za rimu, hizi paper tunazotumia kutolea photocopy. Kazi hii itakuwa sio nzuri. Kama tumechagua kitu kizuri, tumedesign vizuri, lakini paper tuliyotumia ni mbaya, kwa hivyo kazi itatoka vibaya. Kwa hivyo katika masuala ya kuprint na yenyewe anakula wino wa printer, kwa sababu hapa tuna rangi nyingi tumeziapply. Hizi hapa, hizi ni rangi tofauti. Kuna rangi hii hapa. Hii ni rangi nyingine. Na hii hapa background ni rangi. Na hapa kuna rangi nyingi sana. Hapa kuna katika picha hii kuna rangi kadhaa. Na hapa kuna rangi nyingi sana. Kwa hiyo printer itatakikana igenerate rangi zote hizi iweze kuzitoa kama zilivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku ukiprint kazi hizi kama mara 20 unajikuta printer imesha wino. Okay? Picha yenyewe hii unaweza kuifanyia attribute, ukai-click, then ukaja kwenye format, then ukachagua attribute unayotaka. Kwa mfano nikiselect hivi, unaona inavyokuwa. Hivi inakuwa namna hii. Kwa mfano labda hii. Na hii unaweza kuichagua attribute. Ikawa namna hii. Na hii unaweza kuchagua attribute ikawa namna hii. Kwa madam ambao kwa unaona itapendeza zaidi. Kuna hizi hapa 3D kwa picha. Unaweza kuchagua ikawa na muonekano kama 3D. 3D inasema kama 3 dimensions. 3 dimensions tunafahamu
kwamba zinakuwa kama ni pembe tatu, dimensions, ndio inakuwa maana ya speed. Kwa hivyo object unaweza kaiona pande tatu. Kama hapa nikiselect hii, object itaonekana namna, nikiselect hii, object itaonekana hivi. Kwa hiyo haionekani vizuri. Kwa hiyo nakuja katika undo kurejesha vile vile. Undo maana yake unarudi step backward kama ulikosea. Right? Background kama sitaki, nakuja katika page design, then background, na badilisha zangu background. Lakini presentation inabakia vile vile. Nachagua hapa pengine hii. Naam. Sitaki, nabadilisha tena, wala haina tabu. Natafuta nyingine. For example hii hapa. Ndio mambo yanakwenda kwa usahihi wake namna hii. Okay? Kwa hivyo hii presentation yetu tutai save file, then save as, then naandika hapa brochures. Hii ni brochure, kipeperushi. Then ana save katika desktop. Umefahamiana? Lakini naweza kaisave kama picha. Lakini nikisave kama picha sitaitumia kuiprint. Bali nilivyoisave kule kama publisher file, nitaweza kwenda kuliprint. Kwa hivyo yule ana print maana yake atakliki hapa, then atakliki print. Lakini naweza nikalisave kama picha kwa ajili ya kumbukumbu yani. Then na select hapa file type, save file as. Naweza nikachagua nikalisave kama PDF. Naweza nikachagua kama PDF, nikaandika hapa, nikalipa jina la brochure 1, then nikaklik save katika desktop, ina publish tayari. Naweza nikaklik save as, then file type, then nikachagua PNG, portable network graphic format, then nikachagua PNG 2, brochure 2, lakini nimesave kama PNG. Na PNG tulishasema kwamba ni file extension ya aina gani. Then save as, nikasave kama JPG. Hii hapa wapi, JPG hii hapa. Okay, then hii inakuwa ni 3 JPG, then na click save. Right, then na close kazi yangu hii hapa. Right, kwa hivyo hii ndio nitatumia kwa ajili ya kuprint, kwa sababu ni publisher, maana imeandikwa P, publisher file. Hii hapa nimezisave tu kama mimi mwenyewe kujiwekea kumbukumbu. Kwa hivyo hii nimeisave as ye. Sasa inaonekana kama image. Inaonekana kama sasa ni image. Right? Na hii hapa inaonekana kama ni image lakini ni PNG. PNG, portable network graphic format. Okay? Hii hapa nimesave kama PDF. Lakini inaonekana namna hii. Nimesave kama PDF. Then hii hapa ndio ya kuprintia, sasa imerudi katika publisher. Kwa naweza kaendelea kuedit hapa katika publisher hapa. Naweza kaendelea na editing yangu hapa. Save kama publisher, naweza kaendelea kuedit. Right? Kwa hiyo tumesema masuala ya graphic design, tuna manipulate various element of photograph kwa ajili ya kuzifanyia printing, kwa ajili ya kuprinti au kwa ajili ya kuzitumia katika internet. Hapo unapotaka kutumia katika internet, unataka uzitumie kwa style gani? Ndio unataka utangaze. Mfano mimi nataka nitangaze pia hiki chuo changu, hii tuition yangu nataka niitangaze kwenye mitandao. Kwa kama kwenye mitandao siwezi nikachukua hii publisher nikaipeleka kwenye mitandao. Nitaipeleka vipi? Sawa, nitaipeleka, ita display vipi katika mtandao publisher? Yaani kwamba nikisave kama publisher. Kwa hiyo naweza nikaisave kama picha, alafu nikaichukua nikaipeleka katika mtandao. Kazi hiyo moja nimeiseparate, nimeisave katika extension tofauti. Naweza nikaisave kama PDF. Kisha nikaenda katika website. Nikishaenda katika website kule au katika blog au popote pale au katika mitandao ya kijamii, lakini haswa kwenye blog na website, kisha nikamwambia mtu download kitu fulani au ni tangazo fulani. href is equal to, then to for example tupute hapa kitu kinaitwa hiki hapa, tuweke reli kwa sababu hatuna link. Then download brochure. Okay, brochure.
then na close tag hapo, na copy tena hichi kitu, then download application form, okay. Then hapa I need to put a black, then HR, okay. Then let's put bold, language is HTML, then body big color is equal to, then kwenye quotation rangi gani na kwa nzuri, sky blue, right. Then close namna hiyo, then break, then center, put this in center, this is center, okay. Then center finish. Then let's put maandishi yakawa bold, then H2, yes, heading 2, H maana ni heading 2, okay. Copy hii hapa, then copy, then leta hapa paste. Cha kwanza cha mwisho, tag ya mwisho kufunguliwa ndio ya kwanza kufungwa, so ninafunga hapa, then H2 nimefunga, then inafuata bold, B, then link ya mwisho ambayo ndio ya kwanza kufunguliwa hii huko, right. Then attribute hizi ndio hizi nakuja kuzipaste tu hapa, Control C ni shortcut ya kucopy, Control V ni shortcut ya kupaste. So let's finish with what, body. So let's finish with HTML, and the title will be put the title here. The title will be Hijra tuition, right. Then center nilete hapa, okay, hapa, right. Then break, then HL, then image source, image source is brochaslee.jpeg, image source is equal to hapo, brocha 3.jpeg, right. Source imekwisha, okay. Then download nini, brocha1.pdf hii hapa, then download, then brocha1 then .pdf. Download the application form. You can write application form, for example application form hii hapa, mfano brocha dot, sasa hii file extension yake na tunaiangalia file extension yake .pub, right. Then brocha ndo link yake, brocha .pub, file extension ya publisher inaitwa pub, ya PowerPoint inaitwa PPT. Okay, let's save our work. Save as index.html, then save katika desktop tuone mambo yamekuwaje. Save index here. Kwa hiyo kuta kazi yetu imetokea namna hii. So picha haijatokea. Tuangalie tatizo liko wapi. Brochasili hapa niliweka space lakini hamna space katika image source. Kwa hivyo hapa hakuna space. Narejesha.
then okay, save, then refresh, still haitokei. Sasa kuangalia activity zake JPG, let's copy the name, copy jina kama lilivyo, nilete hapa pap, right, then refresh, ndio kuangalia changes aliyokuta tikia hii hapa inaonekana kubwa, kwa hiyo we need to specify height and width. So katika image source mwisho wa quotation width is equal to 70%, then height is equal to 50%. Unaweza kutumia hata pixel, unaandika tu px, specify hizo pixel, then save, then refresh to see changes. Kwa kukuta imetokea kama hivi. Kwa click download, una download, click download, una download brochures. Ukiklik download, una download publisher 1 hapa. Hapa nikiklik brochures na download. Nikiklik application form hapa. Okay? Lakini hii your file was not found. Nini haipatikani? .pdf ni file extension .pdf ili hapa, na huku nimeweka nini? .pdf. Okay? Hapa hakuna space. Kuna remove space. Then na click save, na ku refresh the page. Click itafunguka hii hapa. PDF yetu inafungukia katika browser sasa. Nikiklik back na back katika home page. Download application form hii hapa na save ku download. Nikiklik browser inafunguka PDF. Kwa hivyo inaweza kutumika kwenye internet pia, kama tulivyojifunza kwamba tunapokuwa tuna publish tuna deal na graphic design. Tunafanya graphic design, hicho tunachokitengeneza ni kwa ajili ya kuprint. Kama tulivyoona sasa, hii kazi tunaweza tukaenda tukaiprint hii hapa. Tunaweza tukaiprint. Kama sikuiprint, kuitumia katika internet. Kuitumiaje ndio huku tunaona tunapotumia sasa. Kwa hiyo hapa unaweza download. Mtu anaweza download kama umeimplement katika website. Just example. So naweza nika-implement kitu kimoja katika code hapa katika index yangu. Naweza PDF, then target is equal to blank. Target inaandikwa hivi. Target, okay, target is equal to blank. Ili kitachonekana kionekane kama blank. Okay? Target is equal to blank. Kwa hiyo nikiklik hapa itafungukia katika page nyingine. Let's see na refresh. Yani hivi nikiklik imefunguka katika page nyingine. Ndio maana target is equal to blank. Then background image, naweza nikatafuta image nyingine nikaja nikaipachika hapa. Background nikaitoa hiyo. Let's see just example. Tutorials here Adobe. Tukatafuta picha moja nzuri nikaiweka kama ikawa background, right? Hii hapa na rename kwanza, rename ocean na copy na uja paste katika desktop yangu. Then file extension is JPG. Kwa katika background body big color, sitaki color, nataka nikipicha sasa. Kwa nitaandika background is equal to, then ocean, jina la picha lile, ocean dot jpg, right? Zina funga quotation. Ukisahau kuweka quotation hii haitatokea, maana hizi ni syntax. Then na save, unakuja ku refresh,
kuangalia output zake. Kwa hiyo picha yetu hii hapa imetokea kule kwa nyuma katika page yetu hii hapa. Unaweza kuspecify width na height, index, then width, labda width ni jenzi copy hizi tu, width iwe hii na height iwe hii, for example. Then save changes, right. Kwa hivyo mambo yanakwenda namna hiyo. Then I can add makui, example index, then hija tuition, for example, then makui welcome to Hijra Tuition Center. Okay, then makui finish. Then font style inakuja katika format, then font naichukua hapa area, so I need Lucida handwriting, na copy hii hapa. Then katika makui yangu naandika hapa font style, font style is equal to hii hapa, na paste, control V ku paste, shortcut ya ku paste, then B bold iwe bolded, then H1 iwe na kitu cha habari ambacho kwa ni kikubwa. Okay, then H1 naifunga kwa sababu ndio mwisho kufunguliwa, H1, then what, then B, right, then click to save changes. Ndio angalia makui yetu inaonekana vile tulivyotaka kukuta. So if nikiklik download brochures, inafunguka brochure yetu hapa. Kwa huku ndio nitakuja download. Then path ni hii hapa. Kwa sababu ina run hii katika localhost, itakuja path hii hapa. File litawekwa katika file path, itakuwa katika address bar ya web browser, ambapo ndio hii hapa. Users, jina la kompyuta inachukua jina la kompyuta, ipo katika location ya desktop brochure 1, lakini file extension ni .pdf. Kwa nikikopi hii ndio inakuwa ni address, kwa sababu hii bado haijakuwa implemented katika internet, bado ina run katika localhost. Kwa hii haitafanya kazi mtu kimtumia katika mtandao aitumie link hii kupata brochure hii, haitafanya kazi kwa sababu ina run katika localhost, right. Kwa kiklik hapa ndio anaweza ka download akiwa hapa katika browser, akiklik hapa anaweza ka download, then akiklik hapa anaweza ka print. Hizi features tunazipata browser ndio inatupa sisi feature hizi. Then hapa naweza nikazoom au nikaondoa zoom hii kazi yangu, click hapa kuweza kuizoom, right. Then nikiklik hapa tukasema una download application form, mfano form hiyo inakuwa tayari umeshaiandaa. Kwa hivyo ndo maana ya kwamba haswa kwamba tunapotengeneza grafiki, tunapodili na masuala ya graphic design, hizo tunazozitengeneza mazumuni yake ni kuprint au kuzitumia katika website. Kuzitumia katika website maana yake ndo kama mfano wake mdogo ni huu. Unaposema kuprint kwamba kazi yetu sasa hii, example nikifungua ndio tunaenda kuiprint sasa, na hizi brochures kwenda kuzifanya nini, kuzisambaza kwa watu. Kwa hivyo hii ni ya kuprint. Ukifungua utakuja kukuta inatokea namna hii. Kwa hivyo ukienda katika print uta select hapa file, right, then print, then ukiklik print itakuja print preview, kwamba wewe ukiprint kazi yako itatokea hivi. Kwa hivyo hii itakayotokea hapa ni print preview, namna ambavyo ukishaiprint kazi yako itakavyoonekana. Ndio maana haswa itaonekana hivi ukishaiprint. Lakini settings kwamba hapa patakuwa mbele, utakunja huku kutakuwa kwa nyuma, na huku utakunja kutakuwa kwa nyuma zaidi kule. Kwa hivyo hii itakuwa kama sehemu ya mbele baada ya kuprint. Kwa hiyo uta select number of page kwa ajili ya kuprint, utachagua hapa printers, printer gani na color, unataka uprint kwa color gani, rangi gani hasa unataka itokee. Okay?
Tuna option kadha wa kadha hapa, tutaje kuangalia katika tutorial za mbele hizi tutazifanyia kazi gani. Okay, so katika darasa leo tuishie hapa. Darasa leo naomba tuishie hapa, tusiende mbali zaidi kutokana na muda. Mbali zaidi kutokana na muda. Kwa hivyo katika packages za Microsoft Office ambazo kwa ndo hizi hapa, programs, then Microsoft Office ipo wapi? Hii hapa. Hizi ndo package zake. Tuna Access 2010, tuna Excel 2000, hizi zote ni package za 2010. Tuna Designer, tuna Infopath, tuna OneNote, tuna Outlook, tuna PowerPoint, tuna SharePoint Workspace, tuna Microsoft Word. Kwa hivyo kila kimoja kina kazi yake, na ile ni publisher. Access ni kozi ambayo kwa hii inahusiana na masuala ya relational database management system. Kwa hivyo hii ni database, lakini database hii ni relational. Sababu katika database tuna database ya aina mbili tu. Tuna relational database na tuna flat file database. So ni relational database, kuna relation between data. So kwa in case of Access, na katika Access ina maana content tunaziweka katika tables, data tunaziweka katika tables. Ina maana katika knowledge ya database hizo data tunaziita entities wanakaa katika tables. Kwa hiyo kunaweza kuwa na relationship between tables. One table inaweza kuwa na relation na another table. So ni relation hizo inaweza kuwa relation either one to one, one to many, one to many, itategemeana na jinsi columns zilivyo. Kwa hivyo hii ni program inaturuhusu kutengeneza database, lakini relational database. Kwa hivyo hii itaitwa relational database management system. Na hii hapa ni Microsoft Excel, ni database vile vile, lakini database hii ni flat file, kwa sababu flat file no relation between data, haituki sisi kutengeneza relationship. So we do not have a primary key and origin key na vitu vingine. Infopath, then path filler, then OneNote. Outlook ni kwa ajili ya masuala ya kutuma na kupokea email, tutakuja kuona namna ya kuitumia. Then PowerPoint is kwa ajili ya kutengenezea presentation. Nataka kutengeneza presentation yako, utatumia PowerPoint. Na hizi packages mara nyingi zinakuwa kuna introduction na kuna advanced. Yaani katika masomo haya hapa kuna introduction na kuna advanced. Introduction to Microsoft Access unasoma tu vitu vya kawaida. Then Excel unasoma vitu vya kawaida. Lakini kuja katika advanced kwenye Microsoft Access unasoma vitu vingi kama vile security, kuisecure na kuweza kutengeneza ukaimplement ikafanya kazi database kabisa. Hizo ni advanced. Na kwenye PowerPoint kadhalika. Kwa hiyo kwa advanced maana yake zitatumika kodi hapa kama za Visual Basic kuweza kuifanya hii ikawa na ikawa na zile event activities. Kwa hivyo lazima itatumika programming language ya Visual Basic. Ndio maana sasa kwenye hizi level za kawaida, kwa mfano kama short course hawezi wakasoma code programming Visual Basic. Kwa hivyo short course hiyo utasoma just introduction to Microsoft Access, namna jinsi inavyotengenezwa na namna kuitumia. Basi kwenye Excel utajifunza pengine namna ya kuweka data katika Excel, namna kutengeneza formulas, namna kufanya calculations na vitu vingine. Lakini masuala ya code katika Excel hawatajifunza kama Visual Basic, ni masuala ambayo kwa pengine hapo katika level za certificate na masuala mengine kadhaa. Kwa hivyo kozi hizi na vile vile na Microsoft Publisher. Kwa hivyo kozi hizi, kwa mfano Access kuna group ambalo kwa lina kozi hiyo, PowerPoint kuna group ambalo lina kozi hiyo, Word kuna group ambalo lina kozi hiyo. Kwa hiyo kujiunga kwenye kozi hiyo itajikana ulipie ili uweze kujiunga katika kozi za kutengeneza database na ikaweza ikafanya kazi na ikatumika. Then Microsoft Word Advanced kuna namna ya kufanya. Then Excel kuna group ambalo kwa kozi hizo zinaendeshwa. Kwa hivyo namna kujiunga, utawasiliana na mimi kupitia namba hii hapo kujiunga na magrupu haya hapa kwa ajili ya kozi ya Access Database, Excel Database na Microsoft Office. Hii ni package ya Microsoft, hizi ni package za Microsoft Office. Na mara nyingi zinakuwa zinatumika katika shughuli zetu za kila siku. Kwa sababu kuna baadhi ya website zinatumia Microsoft Access form kama interface. Kwamba database, kwamba kwa mfano website inakuwa inaruhusu watu kuweza kujisajili kwenye mifumo mbalimbali ya electronic. Unaingia katika website unajisajili, unajaza form pale. Sababu form hizi kuna form za makaratasi hadi copy, lakini form hiyo inaweza kawa ni electronic, mtu akajazia online. Kwa hivyo akijaza
kisha kaisend, maana yake zile information zitaenda katika database fulani, labda Oracle au MySQL. Sasa interface ambayo kwa user atakuwa na interact nayo pale mbele ndio hii hapa. Mara nyingi zinatumika hizi Microsoft Access Form kwa sababu zenyewe zina mvuto kwa ajili ya kuprovide interface hii namna hiyo. Kwa course za namna hiyo itabidi ujiunge katika grupu hilo kuweza kujifunza hayo. Katika Microsoft Excel katika Excel, hii ni program ambayo inatusaidia sisi ku enter data ambazo data hizo zinahitaji calculations na analysis. Microsoft Excel program tunaingiza data humo zinahitaji calculation na analysis. Mfano unaweza kaona data nyingi za mahesabu labda ya kibiashara, data zaidi ya 2000, uwezo kuzifanya kwa mkono hizo, utaziingiza katika Excel, zitakufanyia calculations na kukupa output. Kwa zinahitaji formulas na masuala mengine. Na katika advanced Excel, unaposoma Microsoft Excel advanced, walau kidogo ina knowledge ya mathematics, statistics. Unafahamu walau statistics kidogo, walau kwa uchache namna ya kuchora graphs zile na kadhalika, ndio advanced Microsoft Excel utaimaster vizuri. Na katika Microsoft Access walau kidogo una knowledge ya Kiingereza, kwa sababu hapa tutaenda kuimplement code za Visual Basic, ambapo kwa kule lugha itatumika ya Kiingereza na just programming language nyingine, syntax kadha wa kadha zitaweza kutumika kule. Na kadhalika advanced Microsoft PowerPoint itajika kidogo ina knowledge walau ya Kiingereza kwa ajili ya kwenda kuimplement code katika Visual Basic, lakini walau elimu ya kidato cha 4 na walau knowledge ya hesabu na Kiingereza, ndio hizi advanced course zake. Hizi advanced utaweza kuzifahamu kwa muda mfupi na kwa usahihi wake. Kwa hivyo course hizo hapo advanced tutakuja kuonana katika ukintext inbox hapo, tutaweza kuwasiliana namna ya kukunganisha baada kuwa umelipia. Kwa hivyo asanteni sana kwa kunisikiliza na watakieni siku njema. Katika tutorial inayofuata tutakuja kuangalia namna ya kutengeneza logos kwa kutumia Adobe Photoshop 7.0, namna ya kutengeneza certificate kwa kutumia Microsoft Publisher. Hizi kozi nyingine ni ambazo kwa hazitolewi hapa. Hizi kozi nyingine hazitolewi hapo. Database ni kozi ambayo kwa itabidi kuilipia. Asanteni sana kwa kunisikiliza na watakieni siku njema.